Asante sana msikilizaji wa 88.1. Kibao kinaitwa Jire kutoka kwake Paul Mwai, anakuambia Jire. Na kama kawaida inapofika muda na wakati kama leo, watu tunaongea naye mtumishi wa Mungu. Huyu ni Bwana Alexander, mtumishi wa Mungu Alexander Pasco, ambaye yupo mundani mpaka sasa kwa ajili ya mengi zaidi. Na kila siku za Jumapili kuanzia muda na wakati kama huu anakuwepo mundani kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu iliyobarikiwa kweli kweli. Na nisema karibu sana mwalike na jirani. Tayari naye mtumishi wa Mungu Alexander Pasco ambaye yupo ndani kutoka kanisa la IGGCI pale Sirari Boda, na mpaka sasa hivi amejiandaa vyema kabisa kwa kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Mwalike na jirani, mwambie mtumishi yupo ndani na amejiandaa vyema kabisa. Mimi naitwa David Amara. Karibu tuanze pamoja na tumalize wote pamoja. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe pia. Amina. Habari za majukumu? Njema tu. Habari za tangu Jumapili iliyopita? Salama kabisa. Habari za ibada ya leo? Aisee, tunamshukuru Mungu, ibada imekuwa ni njema. Basi niseme karibu sana, maana wasikilizaji wapo tayari kusikiliza kile ambacho umetuandalia jioni ya leo. Karibu sana mtumishi. Asante, Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa Sachita FM 88.1, mahali popote ulipo, wewe uko nyumbani, pengine uko dukani, mwingine umepumzika baada ya kutoka kanisani, hongera kwa ibada, hongera kwa majukumu. Yote hayo bado Mungu ni mwema. Na jioni ya leo ya tarehe 4 siku ya Jumapili tunakutana tena mwezi wa 6. Mara mwisho tumekutana Jumapili iliyopita ilikuwa ni mwezi wa 5. Kwanza kabisa nipende kukutakia heri ya mwezi Juni huu wa 6. Mungu awe pamoja na wewe katika mwezi huu. Kama ambavyo mwongozaji wa kipindi, msimamizi wetu alivyosema, mimi naitwa Mwinjilisti Alexander Pasco kutoka pale Sirali Boda, kanisa la AGGCI. Na jioni ya leo nimekuletea neno la Mungu. Kwa hiyo ninakuomba tu uwe na utayari, umwalike na ndugu yako, umwalike na mtu mwingine ili tuweze kujifunza maneno ya Mungu na tuone Mungu akitusaidia kuanzia jioni hii na kwenye maisha yetu kwa ujumla. Kabla ya yote ninaomba nimwombe Mungu, kisha nitasoma maandiko na kuendelea na mahubiri. Tuombe. Mungu wa mbingu na nchi, unayetawala milele yote, liinuliwe jina lako na kutukuzwa, kwa sababu wewe ni mwema, tena ni Baba wa milele. Wewe ndiye Jire, yani Mungu tupale. Umetupa uzima, umetupa siku ya leo, umetupa na nafasi ya kufika katika redio hii ili tuweze kufanya kipindi. Ni kwa neema yako tunakuomba sasa, tunapoanza kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi uwe pamoja na sisi. Tutangulie, utuongoze kwa Roho yako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Msikilizaji wangu mahali kokote unakonisikia, jioni ya leo ninataka nikuletee habari njema za Bwana Yesu Kristo, habari njema za Mungu aliyetuumba. Ni Mungu ambaye nilikwambia kabisa mara ya kwanza nilipoanza kuja katika studio hizi, nikakwambia kwamba ni Mungu ambaye hutaka wanadamu wote waokolewe. Na leo nataka nikusomee maandiko machache. Nitasoma vitabu viwili. Nitasoma kitabu cha kwanza ambacho ni kitabu cha Nabii Isaya katika sura ile ya 24 mstari wa 19 na 20. Maandiko yanasema, dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka inapasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana, dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Hayo ni maandiko ya kwanza. Maandiko ya pili ambayo nitakusomea ni yale yanayotoka katika kitabu kile cha Ezekieli sura ile ya 18 na mstari wa 20. Biblia inasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. 21. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, na kuzishika amri zangu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa.
Msikilizaji wangu, nilishawahi kusema unaweza ukaendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, hasa YouTube. Ingia, andika Monica Mbaraka ambaye ndiye mama mbeba maono aliyekuja na maono haya kuwa na vipindi katika redio mbalimbali ili tuweze kuwafikia watu kwa injili. Kwa hiyo unaweza ukaingia YouTube ukaandika Monica Mbaraka, na ukishaandika usisahau kutazama video zilizoko kule, usisahau kulike, usisahau pia kusubscribe ili uweze kufanya kazi pamoja na sisi kuipeleka injili. Na wakati naendelea na mahubiri, yamkini ukawa na jambo ambalo unatamani utushirikishe kama watumishi wa Mungu, unaweza ukatuma ujumbe kwa nambari 0767 527 503, 0767 527 503. Nitaupokea ujumbe wako, na kama ni jambo ambalo unahitaji kuombewa, nitakupigia simu, nitaomba pamoja na wewe. Lakini na watumishi wengine ambao tunafanya nao kazi, nitawashirikisha, tutaomba kwa ajili yako na Mungu mtakatifu atakuponya kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wangu, jioni ya leo ninataka nizungumze habari ya siku hizi tulizo nazo, siku ambazo kila mmoja mwanadamu aliyeko kanisani na aliye nje ya kanisa anafahamu ya kwamba dunia imefika mahali ambapo inaleta maswali mengi. Watu wengi wanajaribu kufikiria kwamba pengine yanayoendelea duniani yataishaje, hali zinazoendelea duniani zitaishaje. Sasa tuna wimbi kubwa kwenye dunia, ulimwengu kwa ujumla, ambalo limekuwa ni kinyume sana cha maadili ya Kiafrika, lakini cha maadili ya kidini na Kikristo kwa ujumla. Watu wanalia tatizo la mapenzi ya jinsia moja, ndoa za jinsia moja, ambazo zimekuwa zikipigiwa kampeni na mataifa makubwa na watu wakubwa, mpaka inakuwa sasa unashangaa kwamba dunia inaenda wapi. Kwa hiyo maswali haya ya dunia inaenda wapi ni maswali ambayo kila mmoja amekuwa akiyasikia na akijiuliza, kwa sababu ya hali jinsi ambavyo unaweza kaona mabinti zetu mtaani, vijana wetu mtaani, jinsi ambavyo dunia imewabadilisha, maadili yamemomonyoka sana, uovu unaongezeka sana. Imefika wakati wengine wanafikiria sasa, kama Yesu kweli alikuja akafa kwa ajili ya wenye dhambi, kwa nini mambo haya yanaendelea? Lakini jioni ya leo nimekuja nayo majibu ambayo yatakusaidia kabisa kuvuka katika nyakati hizi za mwisho. Hizi nyakati Biblia inaziita nyakati za mwisho. Na mimi jioni ya leo ninatamani nizungumze na wewe. Ndio maana nazungumza kwa upole, nazungumza kwa utaratibu kabisa habari hizi za siku za mwisho. Lengo langu sio kukutisha, lengo langu ni kukupa mwanga wa wapi tulipo na dunia hii. Kisha ukishafahamu tulipo, ni nini ufanye ili uwe salama katika dunia hii ambayo imejaa uovu na machafuko na machukizo ya kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma maandiko kutoka katika kitabu kile cha Isaya. Anaeleza habari ya hali ya dunia. Anasema dunia kuvunjika imevunjika sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi. Dunia inawayawaya kama machela. Na anaendelea kusema kwamba na mzigo wake wa dhambi utailemea, na hii dunia itaanguka, hakuna atakayeweza kuinua. Anasema na haitainuka tena. Habari hizi sio hadithi, habari hizi ni za kweli. Tupo katika nyakati za mwisho, lakini nyakati hizi za mwisho ni nyakati ambazo huwa zinaleta picha ya nini kitakachotokea, kwa sababu iko siku dunia na mbingu za sasa zitakoma kama vile ambavyo Biblia inasema. Kwa hiyo mahali hapa Isaya aliyaona mambo haya kabla hata Yesu kuja. Akayaona jinsi ambavyo dunia itafika wakati italemewa na mambo ya dunia hii, italemewa na uovu. Maana anasema uovu wake utailemea, dhambi yake itailemea, nayo itaanguka na haitainuka tena. Uovu unaoendelea duniani kwa sasa ni uovu uliopitiliza. Masikio ya watu yanawashwa, watawala wanajaribu kutafuta njia ni kwa namna gani wanaweza wakatatua tatizo hili duniani, ni kwa namna gani wanaweza wakaleta amani duniani. Wamejaribu kuleta amani, wametengeneza
kutengeneza mashirika ya umoja, mashirika ya kimataifa, ili waweze kuleta amani, ili waweze kuyaunganisha mataifa. Wakati huo utakuta wana sera ambazo zinakinzana. Kwa hiyo jambo la umoja duniani limekuwa ni jambo la kufikirika tu, kwa sababu dunia ilikofika ni wakati ambao Isaya anasema inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela, na imetikisika sana, imevunjika sana. Tupo kwenye wakati ambao ni mbaya sana. Sera za ulimwengu, mifumo ya dunia inajitahidi kusolve haya matatizo, lakini bado hajapata solution, bado hajapata suluhisho la nini kifanyike. Lakini jioni ya leo nimekuja nayo neno moja kwa ajili yako msikilizaji wangu, kwamba yuko Mungu ambaye yeye ndiye aliyeiumba hii dunia. Na baada ya kuiumba, yeye aliujua hata mwisho wa dunia kabla ya sisi hatujakuwako, kabla ya mababu zetu hawajakuwako. Yeye alijua mwisho wa dunia. Kwa hiyo ndugu yangu, cha kwanza ambacho nataka napenda uelewe jioni ya leo ni kwamba ni kweli kabisa dunia ilikofika iko pabaya sana. Wewe ni shahidi wa yanayoendelea duniani. Wewe ni shahidi wa vita vinavyopiganwa mahali. Sasa tuna vita ya Ukraine na Urusi ambayo imedumu kwa muda mrefu sana. Vita ya Israeli na Palestine zimepigwa kwa muda mrefu sana. Ziko vita nyingi, upande wa communist na upande wa capitalist bado wanagombana, hawajaweza kupatana. Kwa hiyo unaweza ukaona dunia iliko. Mambo haya yalianza zamani na yanaendelea sana. Unaweza kufikiri kwa nini? Wengine wanafikiri labda Mungu sasa ameamua kunyamaza, auache ulimwengu ujitawale. Hapana. Mungu bado yuko kazini na anaweza kusimama kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dunia imefika pabaya. Ukiangalia machafuko ni mengi sana. Ukiingia mitandaoni utaona machafuko ni mengi sana. Utaona wanawake wakivaa uchi, utaona wanawake wakijiuza, utaona wakifanya kila namna ya uchafu. Na mambo yale yamekuwa yakionekana ni ya kawaida sasa. Ni dunia ilipofika. Dunia inawayawaya, dunia inalewalewa kama mlevi. Lakini utapataje kupona mtu wa Mungu? Utapataje kupona msikilizaji wangu? Leo nimekuja ili nikuletee habari njema ya kwamba katikati ya dunia hii inayolewalewa, katikati ya dunia hii inayowayawaya kama chela, liko tumaini moja ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. Kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dunia inalewalewa, dunia inawayawaya, dunia imeharibika, dunia imefika pabaya sana. Kila jicho likiyatazama yale, kila sikio likiyasikia yanayoendelea duniani, linaumia na kusema vizazi vyetu vijavyo vitakuwa katika hali gani? Yamkini ni baba, yamkini ni mama, una watoto. Unawaza katika dunia hii ambayo watoto mpaka mashuleni, watoto mpaka kwenye vituo ambavyo tumewaamini kwamba wanaenda kusoma, tumelipa hela nyingi, tumelipa mamilioni ya fedha, lakini wanarudi wakiwa ni mashoga, wakiwa ni wasagaji. Ni jambo ambalo linaumiza sana mioyo ya watu, kwa sababu na mtoto halafu anaenda kuharibika wakati unamsomesha. Lakini liko tumaini leo kwa Mungu wetu. Tumaini halitoki kwangu, linatoka kwa Mungu wetu. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe nao uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana msikilizaji wangu mahali kokote uliko. Kwa hiyo sasa nimekueleza hali ya dunia, na Biblia inapotaja habari ya dunia haitaji habari ya sayari hii kwamba labda sayari imebadilika sana, lakini inataja kwa habari ya ulimwengu, yani wanadamu tuliomo ndani yake, na matendo tunayofanya yamekuwa ni machukizo makubwa sana mbele za Mungu. Na anasema kwa sababu ya huu uovu unaoendelea, hii dunia itaanguka tu, na ikianguka haitoweza kuinuka. Lakini sasa fikiria mwanadamu, ulimwengu utakapoanguka, wewe utakuwa katika position gani? Wewe utakuwa katika nafasi gani? Leo jioni ya leo ninalo neno moja. Tumesoma katika kitabu kile cha Ezekieli sura ile ya 18 na mstari wa 20. Maandiko yanasema vizuri kabisa ya kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Na zaidi inaongeza sana, inasema
baba hata uchukua uovu wa mwanae, wala mwana hata uchukua uovu wa babaye. Na zaidi naongeza ikasema, lakini mtu mbaya akigairi njia zake mbaya na kuiacha dhambi, hakika huyo mtu hata kufa bali ataishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kaona mpango wa Mungu wa kutusaidia haujaanza leo. Tangu enzi kina Isaya, tangu enzi kina Ezekieli, tangu enzi ya mitume, tangu enzi ya Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe ana mpango wa kutusaidia. Tangu enzi za Adam kabisa, Adam alipotenda dhambi akajificha, Mungu akaja akamtafuta. Nauliza, Adam uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Adam akasema, nilijificha kwa sababu niligundua ni uchi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo dunia ilikofika imefika sehemu ambayo ni mbaya sana. Dunia ilikofika imefika sehemu ambayo haina tumaini. Mifumo ya dunia kama nilivyokuambia, sayansi, elimu na vyote, siasa, vimejaribu sana, lakini bado havijaweza kuleta mfumo ambao unaweza kuisaidia dunia hii. Kwa hiyo liko neno tu moja ambalo nataka nikuambie jioni ya leo, ya kwamba katikati ya dunia hii ambayo ina wayawaya, ambayo iko karibu na kuanguka, nikwambie tu msikilizaji wangu, habari hizi sio habari za kutunga. Habari hizi ni unabii wa Mungu kabisa, na unatukia tukio kwa tukio. Tuliyasikia mengi. Yesu alisema ya kwamba hizi siku za mwisho tutaona vita mahali, na sasa tunasikia vita. Nimejaribu kutajia baadhi ya vita ambavyo vinapiganwa kwenye hii dunia, lakini vita hivyo ni viashiria ya kwamba ule mwisho wa dunia unakaribia kabisa. Ule mwisho wa mambo yote unakaribia kabisa. Sasa utakuwa wapi mtu wa Mungu? Utakuwa wapi mwanamke? Utakuwa wapi mwanaume? Utakuwa wapi kijana kwenye hii dunia iliyochafuka? Ni dunia ambayo hatuwezi tena kuwazuia watoto wetu kuyaona yale ambayo tusiyopenda kuyaona. Wanatumia simu ambazo zinawapa access, zinawapa uwezo wa kuyaona hayo. Marafiki zao wana simu, wanaweza wakayatazama hayo, wakajifunza hayo mambo ambayo yanaendelea leo. Huo ushoga na usagaji, huo umalaya wa kila namna unaoendelea duniani, wana kila nafasi ya kuyaona hayo kwa sababu ya hicho kinachoitwa utandawazi kinachoendelea duniani. Lakini sasa tunafanyaje? Hakuna mahali pengine ambako ni salama. Niliwahi kukwambia msikilizaji wangu, kama unanifuatilia, siku moja mahali hapa nikasema hakuna mahali kwingine unakoweza kuwa salama ila kwa Mungu. Ni wewe sasa kuamua kusema, si kwamba ni mimi na nyumba yangu, mimi na moyo wangu sasa nitamfuata Kristo, na ukimfuata Kristo hakika yeye atakusaidia, utapita katika hiyo dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekieli ameandika, anasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yamkini unasubiria siasa, yamkini unasubiria wanasiasa, viongozi wa serikali ili waweze kuleta suluhu. Watu wengi wamekuwa wakisema, kwa nini nchi yetu haitengenezi hata sheria ya kuwanyonga watu wa namna hii ili tu hilo tatizo liweze kukoma? Mimi nikwambie tu mtu wa Mungu, yamkini kabisa ikatengenezwa hiyo sheria, lakini bado watu wakaendelea kufanya huo uchafu na ukazidi sana. Kwa sababu wakati mwingine, jaribu tu kuwaza, mara nyingi sana vitu ambavyo huwa vinapigwa marufuku, watu ndivyo huwa wanavifanya zaidi ili waweze kugundua kuna nini ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unaweza kusema, mtumishi unasema nini? Nasema jambo moja. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee. Kwa hiyo njia pekee ya kutopotea katika dunia hii, dunia ambayo imejaa dhoruba za kila namna, dunia ambayo imejaa machafuko ya kila namna, imejaa machukizo ambayo Mungu mwenyewe anayakasirikia. Hii dunia anasema kila muamini hatopotea. Unataka mwanao asipotee katika uchafu wa dunia hii, anasema muamini Yesu, peleke mwanao kwa Yesu, sio kwenye dini. Nasema mpeleke mwanao kwa Yesu. Yesu alishakufa msalabani, naye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na anasema kama alikufa kwa ajili ya dhambi na yeye anaishi, basi na sisi tutaishi. Liko tumaini la kuishi, lakini utaishi katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kuishi ni lazima uishi katika Kristo. Ili uweze kupita salama ni lazima uwe ndani ya Kristo. Mahali pengine katika Zaburi Biblia inasema, jina la Yesu, jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hukimbilia wakapata amani.
wakati dunia inatafuta amani, wakati dunia inatafuta amani, wakati dunia inafikiria inakiokoaje kizazi kijacho, Mungu anasema jina lake ni ngome imara, jina lake ni ngome imara, na wenye haki ukimbilia wakapata amani. Hebu jioni ya leo, msikilizaji wangu, ninakupa shauri kabisa, kwa upendo wa Mungu Baba, kwa upendo wa Mungu aliyekuumba. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, aliipenda hiyo dunia ambayo tumesoma habari zake kwamba inawayawaya kama machela, inalewalewa kama mlevi, imetikisika sana, imevunjika sana, imechafuka sana, dhambi zimeongezeka sana, mabaya yameongezeka sana, mauaji yameongezeka sana, watu hawaoni shida kuuana, watu hawaoni shida kujiua, watu hawaoni shida kujiua. Watu sasa wamekuwa na shida, tunasikia watu wakijirusha katika magorofa kwa sababu pengine ya masuala ya kifamilia, kwa sababu pengine kwa sababu ya mahusiano na mapenzi. Ndiko dunia ilikofika. Watu wanaona kutoa uhai ni jambo tu la kawaida, wako tayari. Lakini sikia nikwambie, Yesu anasema katika maneno yake, yeye hakuja kuziangamiza nafsi, bali alikuja ili ziokolewe nafsi. Ndio maana nimekuambia sijaja kukutisha kwamba tuko kwenye hatari mbaya tu. Hapana, nimekuja na tumaini ya kwamba japo tunapita katika wakati mbaya, japo tunapita katika dunia iliyofika ukingoni, dunia ambayo iko tayari kuanguka kwa sababu ya mzigo wa dhambi zake, kwa sababu ya mzigo wa uovu wake, Biblia bado inatoa suluhisho mahali hapa. Inasema kila mwaminie huyu Yesu, kila mwaminie huyu Yesu hatapotea, hatakufa, hatapotea katika dunia hii, bali ataokoka. Kuokoka ni kuwa salama, kuokoka ni kutengwa na kuonewa, kuokoka ni kutengwa na dhambi, kuokoka ni kuwekwa huru, kuokoka ni kufunguliwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuokoka sio kuwa katika dini fulani, bali kuokoka ni kuwa salama. Ndio maana watu tunasema kuna nyumba ilikuwa inateketea na wakaja waokoaji, watoto wawili wameokolewa, maana yake wametolewa kwenye hatari. Kwa hiyo tunaposema habari ya kuokoka, si tu kwamba tunakuvuta kwenye dhehebu letu, lakini tunakuvuta kwa Kristo ambaye yeye anakufanya kuwa salama. Nilikwambia siku moja mahali hapa ya kwamba hata hiyo dhambi ulionayo hauwezi kuishinda bila msaada wa Yesu. Vinginevyo ungekuwa unaweza, Mungu asingemtuma Yesu, lakini kwa sababu alijua wanadamu hatuwezi, akamtuma Yesu ili aweze kutusaidia. Yuko Yesu anayeweza kukusaidia. Kwa hiyo mahali pale katika Ezekiel, na muda mchache, mahali pale katika Ezekiel Biblia imesema ya kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Kwa hiyo nilijaribu kudokeza muda fulani ya kwamba yamkini unasubiria kwamba dunia ikusaidie kutafuta amani, yamkini unasubiria ya kwamba wazazi wakusaidie kupata amani, ya kwamba wazazi wakukinge na mabaya yaliyo katika dunia, au wanasiasa watengeneze sheria ikukinge na hayo mabaya yaliyo katika dunia. Sikia ndugu yangu, nikwambie, hao na wao watauchukua mzigo wao. Kila mmoja atauchukua mzigo wake. Dunia inalemewa na mzigo wa uovu, dunia inalemewa na mzigo wa dhambi, lakini roho itendayo dhambi ndiyo itakayoangamia. Lakini mtu mbaya akigairi mambo yake mabaya, akaacha dhambi, akaamua kumfuata Mungu, Biblia inasema yeye Mungu atayasahau yote aliyowahi kuyafanya huko, na maisha yake yatakuwa safi kabisa. Tena Mungu anasema yeye hatozikumbuka tena dhambi zako. Labda wewe mwenyewe ndio utakayezikumbuka, na wewe anakuambia usiyakumbuke mambo ya zamani. Ukishampokea Yesu anakuambia usiyakumbuke mambo ya zamani, usiyatafakari mambo ya dhambi zako za zamani, kwa sababu hayo yatakurudisha katika dhambi tena, yatakufanya wewe ujione ni mtumwa wa hiyo dhambi na utarudi huko. Lakini ukikubali kumpa Yesu maisha yako, ukakubali kabisa kumfuata Yesu kikamilifu, ndipo ambapo utaona ya kwamba unavuka katika dunia hii ambayo dunia imejaa uchafu wa kila namna, tamaa za kila namna, watu sio waaminifu, rushwa zimeongezeka, biashara za umalaya zimekuwa ni nyingi, machafuko ya kila namna yamekuwepo. Lakini liko tumaini. Anasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Kwa hiyo unayo sababu ya kuiokoa nafsi yako. Nataka tu nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba nafsi yako ina thamani sana mbele za Mungu. Yamkini kuna watu wamekwambia tu kwamba wewe haufai, lakini nikwambie Mungu anaithamini mno hiyo roho yako. Anasema afurahi kufa kwake mtu mwenye dhambi. Kwa hiyo jioni ya leo ukikata shauri, ukasema aise, nimesikia habari hizi ya kwamba Mungu afurahi kufa kwake mtu mwenye dhambi, na anasema mtu mbaya akiacha dhambi zake hakika hatokufa bali ataishi. Na mimi nakupa tumaini kabisa katika dunia hii iliyojaa
machafuko, iliyojaa kila namna ya uchafu, ukisema Mungu ni mwema na mimi nimesikia habari zake, ninamfuata huyu Yesu, utakiokoa kizazi chako. Hao watoto wako ambao unawahofia ya kwamba katika dunia hii iliyojaa machafuko wataishije, watavukaje, yuko Yesu anaweza kuwasaidia. Maana Mungu yeye atakapokusaidia kizazi, anasema ya kwamba yeye huyabatiliza maovu kwa hadi kizazi cha 3 na cha 4, lakini huwa rehemu maelfu na maelfu. Kwa hiyo Mungu anaweza kakurehemu kabisa wewe na kizazi chako. Amua tu kumpa Yesu maisha yako, amua tu kuwakabidhi watoto wako kwa Yesu Kristo. Usifanye jambo jingine lolote ambalo unafikiri ndio suluhisho, lakini suluhisho ni moja tu, mpe Yesu maisha yako. Nilikwambia wiki iliyopita, huyu Yesu ni mtuliza bahari, ya kwamba una hofu mbele yako, watoto hawa wataishije? Watoto wamekataa shule, watoto wameshindikana, watoto wameifuata dunia, lakini yuko Yesu awezaye kukusaidia, mtu wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo jioni ya leo nimekuja na neno hili ya kwamba dunia inawayawaya kama machela, dunia inalewalewa kama mlevi, lakini Yesu anasema hii dunia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hii dunia, ukisoma katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 5 utagundua anasema tulipokuwa tungali wenye dhambi, yeye alitupenda akakubali kufa kwa ajili yetu. Wengine wao wanasema mimi mpaka niache kwanza haya mambo yangu, niache tabia zangu hizi, ndipo nitakapoenda kanisani. Sikia nikwambie, utaendelea kuwa huko, hautaweza kutoka kwa nguvu zako. Leo nimekuletea suluhisho. Amua hivyo ulivyo, kwa maana anasema kwa maana jinsi aliupenda ulimwengu. Alikupenda jinsi ulivyo, anakupenda jinsi ulivyo. Yeye ndiye anayeweza kuyabadilisha maisha yako. Wewe huwezi kuyabadilisha maisha yako. Wewe huwezi kuepuka uchafu wa hii dunia. Nenda kwa Yesu, mtu wa Mungu. Unayenisikiliza vizuri huko, kama uko tayari kusema ya kwamba mimi niko tayari kuyabadili maisha yangu, nimwelekee Yesu Kristo anisaidie kabisa, nami nakutia moyo tu kwamba Mungu ni mwaminifu kabisa, atakupokea, na anasema kila ajaye kwake hatomtupa kamwe, atamkumbatia. Mungu wa mbinguni akubariki. Na dakika zilizosalia nimesema habari hizo ya kwamba dunia iko pabaya, lakini pamoja na kwamba iko katika sehemu mbaya sana, kuna mahali ambako unaweza kuwa salama, na sehemu ya kuwa salama ni kwa Yesu Kristo. Msikilizaji wangu, hebu kata shauri kwa neema ya Kristo kabisa. Nimekuwa nikisema na wewe mara kadha wa kadha, na nitaendelea kusema na wewe, lakini ninakutia moyo kwa neema ya Kristo, Roho Mtakatifu azungumze na wewe, ukate shauri, umpe Yesu maisha yako ili uwe salama. Hii dunia, ndugu yangu, itapita. Unaipenda, pengine unafurahi kweli ukiyafanya hayo. Mtu mmoja miaka nyuma kidogo aliwahi kuniambia dhambi ni tamu kwa sababu anafurahia, lakini raha ya dhambi ni ya kitambo sana. Baada ya hapo ni uchungu tu, hakuna furaha katika dhambi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hebu amua sasa, kuanzia jioni hii ninapozungumza na wewe, unaponisikiliza, umekaa na familia yako, umekaa dukani kwako, umekaa kazini kwako, uko kwenye gari yako naendesha, lakini umesema ngoja nisikilize, na mimi nakwambia kwa neema ya Kristo, Mungu anakupenda. Hataki uangamie, hataki dunia ikumeze, hataki uanguke na dunia itakapoanguka. Anataka uokolewe, maana hafurahi kufa kwake mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusoma maneno hayo, kama utakuwa umekata shauri, ninaomba unifatishe kwa maneno haya. Unaweza ukafumba macho yako mahali popote ulipo na ukasema, Bwana Yesu, ninakubali ya kwamba wewe ulikuja duniani ili uweze kutuokoa sisi wenye dhambi. Ninaomba Bwana unirehemu, unitakase, unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda tangu utoto hadi sasa. Bwana, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, niwe salama mikononi mwako. Sitakuacha Bwana. Ninamkataa shetani na mambo yake yote. Ninamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen.
Sasa umeokoka, unaweza ukatafuta kanisa la kiroho mahali popote, ukaenda mahali pale ukalelewa, na Mungu atakulinda na Mungu atakuvusha katika dunia hii ambayo imechafuka sana. Kwa kukiri tu hayo maneno umeokoka, hakuna namna nyingine. Yani huko ndiko ambako umekiri sara ya toba ambayo imekufanya uwe umeokoka kabisa. Basi kwa dakika chache hizo salia, ninaomba niombe na wewe ambaye pengine unaumwa, una shida yoyote ile. Kwa hiyo unaweza kugusa mahali ambapo unaumwa, nami nitakemea huo ugonjwa na utaondoka kabisa. Baba, katika jina la Yesu, ninaamuru sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila ugonjwa, kila maumivu, kila mateso, kwa jina la Yesu Kristo, kila mzigo wa dhambi, kila mzigo wa magonjwa, kila mzigo ninauondoa kwa jina la Yesu Kristo. Uondoke kwenye maisha ya mama huyu, uondoke kwenye maisha ya baba huyu, uondoke kwenye maisha ya kijana, uondoke kwenye maisha ya binti, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru magonjwa ya kila namna, magonjwa na majina yake na ngazi zake, roho zote zilizo kutesa, maagano ya kipepo, maagano ya wachawi, maagano ya kiganga yaliyokutesa, yaliyokuletea magonjwa na maumivu, ninayakemea kwa jina la Yesu. Toka, umwachie awe huru, awe salama katika jina la Yesu Kristo. Ninakuapisha shetani, wewe unayewatesa wanadamu, utoke katikati yao, usiwatese tena, ondoka, usirudi tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mama pokea uzima, baba pokea uzima, kijana pokea uzima, binti pokea uzima, mtoto pokea uzima, pokea amani na kufanikiwa sana na kuongezeka sana na kustawi sana katika jina la Yesu Kristo. Amen.